Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Emmanuel Edward. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka Mbeya. Mimi ni mzaliwa wa kwanza wa Laben Heaven Brand. Leo kuna mambo machache nataka nishare na wewe ndugu yangu. Kadri Mungu atakavyoniongoza, atakavyoniambia niseme, nitasema hivyo. Kwanza kwenye swala la Injili. Injili ni wito wa Mungu. Kwenye muziki nimeanza muda mrefu kidogo, lakini muziki ni kuitwa, ni wito wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sikujiamlia tu kwamba niwe mwanamuziki, ila Mungu akataka niwe mwanamuziki. Na pia muziki huo malengo nao makubwa sana. Kwa sababu muziki ni moja wapo ya Injili, ni moja ya kusambaza Injili. Kwa hiyo na mimi kupitia muziki wangu kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanabarikiwa, kuna watu wanapokea vitu vingi sana. Kwa hiyo malengo yangu ni kuwaokoa watu kutoka kwenye vitu ambavyo so vizuri kwa Mwenyezi Mungu na kuwa katika sehemu nzuri. Of course mimi nasoma na kwenye swala la kumanage, najimanage mwenyewe muda wangu na manage, kwa sababu najua Mungu pia ana muda wake. Mungu ana muda, masomo na muda. Kwa hiyo kuna wakati nimetenga kwamba huu muda ni muda wa kujisomea, huu muda ni muda wa kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anatambua, kwa hiyo naye Mungu anasaidia kupanga ratiba zangu ziwe katika sehemu safi ili mambo mengine yaendelee. Kufanya muziki wa Injili ni miaka miwili sasa. Nimeanza wakati nipo kidato cha pili nafikiri, kidato cha pili. Kwa sasa niko kidato cha 4. Ni miaka miwili tangu nianze huduma hii ya muziki. Miaka miwili ya mbele ambayo nakuja hiyo, natamani nipokee shuhuda mbalimbali za watu ya kwamba aise, kazi yako imetukomboa kwenye jamii zetu, kwenye familia zetu, imetukomboa yani sehemu mbalimbali. Mpaka sasa nimefanikiwa kurekodi nyimbo 2 na zote nyimbo 2 nimefanikiwa kushoot video. Kwa zote nyimbo 2 zina video. Na pia kwenye swala la uandishi, kuandika naandika mwenyewe, kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba huu muziki ni wito kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ananipa vitu, ananipa material ili niweze kufikisha kwa watu wengine. Kwa hiyo swala la uandishi naandika mwenyewe nikiongozwa na Mwenyezi Mungu. Na pia kwenye swala la studio, nikishafika studio pale na tunafanya kazi na producer pale, tunamtanguliza yani Mungu ndio kila kitu. Kwa hiyo tunamtanguliza Mungu, tunafanya kazi and then vitu vingine vinaendelea. Nyimbo zangu zinapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Nikimaanisha kwamba kuna Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Of course zinapatikana huko. Na majina ambayo natumia ni Emmanuel Edward. Nyimbo ya kwanza ambayo nilianza nayo ni nyimbo unaitwa Jina Lake Ni Dawa, ambayo nilimshirikisha kakaangu Laben TZ. Yani ni nyimbo ambao unatia moyo, ni nyimbo ambao unafariji, ni nyimbo ambao yani nilirekodi wakati nipo kwenye mazingira fulani ambao kidogo yalikuwa magumu. Kwa hiyo Mungu kanipa kwamba kupitia hii nyimbo hii kuna kitu utafarijika moyoni mwako. Na pia wimbo wa pili ambao nilifanikiwa kurekodi ni wimbo ambao unaitwa Sema na Moyo. Nao pia ni wimbo ambao unafariji, ni wimbo ambao unafundisha, ni wimbo ambao unahitaji yani moyo umeumizwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo ukimwambia Mungu aseme na moyo wako of course atatenda maajabu katika maisha yako. Nilikuwa sifai, Mungu akaleta uponyaji, sina budi kusema yeye ni namba nyingine. Nilikuwa sifai, Mungu akaleta uponyaji, sina budi kusema yeye ni namba nyingine. Nilikuwa sifai, Mungu akaleta uponyaji, sina budi kusema yeye ni namba nyingine. Alinisemea na kule, mimi sikujua nitasemaje. Alinivusha na kule,
mimi sikujua nitavukaje, kwa ndugu majirani, hata kwa jamaa na marafiki, nilikuwa sitamaniki. Mungu akaleta uponyaji, sikuona kama yeye, sijaona kama yeye, sitaona kama yeye, kama yeye, kama yeye, sikuona kama yeye, kama yeye. Jina lake ni dawa, sema na moyo wangu, moyo wangu. Shida nawe, moyo wangu una haja nawe, nizungumze na wewe Baba, nizungumze na wewe Yesu, nimechoka kutembea tofauti. Moyo wangu una haja nawe, nizungumze na wewe Baba, nizungumze na wewe Yesu, nimechoka kutembea tofauti na wewe, nimechoka kupelekeshwa tofauti na wewe, na moyo wangu mdogo mithili ya ngumi yangu, tena ndiyo mdhibiti wa mambo ya mwili wangu. Yeah, thank you.